Bwana Yesu asifiwe. Somo letu tulianza nalo jana. Unda mwingiliano kati yako na Roho Mtakatifu ili ufanikiwe katika kila eneo la maisha yako. Ndio somo letu tulianza nalo jana. Ndio hilo tunaendelea nalo. Kwa kama kichwa cha somo liandika jana, I don't think kama you can write topic even if you discuss some topics and then you proceed writing the topic. We deal with some topics, so nitapitia eneo mbalimbali, lakini somo letu la jana ambalo tumeanza nalo tunaendelea nalo. Unda mwingiliano kati yako na Roho Mtakatifu ili ufanikiwe katika kila eneo la maisha yako. Ili kwa neno ili manake anaongelea matokeo ya mwingiliano ule. Rudia kusema amen tena. Amen. Ili ufanikiwe kwa mwingiliano unaleta matokeo yanaitwa kufanikiwa. Rudia kusema amen. Amen. Maana ya fanikiwa manake fanyika au tekelezwa kwa usahihi kama ilivyokusudiwa. Kwa usahihi. Nikatolea mfano nikasema ukiona uhitaji wa 500,000 ukipata 50,000 hujafanikiwa. Kwa sababu kufanikiwa ni kufikia kusudi, ndio kufanikiwa. Na tukisema kusudi tunaongelea aliloweka Mungu ndani yako. Kwa hiyo ili ufanikiwe kwenye kile eneo, kama Mungu alitaka uje upate watoto bora, wewe tengeneza connection. That's why kuna muda unajikuta unasukumwa kuomba maombi fulani kikaa vizuri na Roho wa Bwana. Utagundua hutaomba kwa kadiri ya kalenda tu, utaomba kwa kadiri ya mwongozo ulioko ndani. Na uwezi kuongozwa kama kuna mwingiliano na wa kukuongoza. Hapa mnaongozwa na mkuu wa shule kwa sababu kuna mwingiliano na yeye nyie. Kuna namna anavyofanya lazima ilete matokeo kwenu. Biblia inaposema nitampiga mchungaji, lengo si mchungaji, lengo ni kondoo watawanyike. Ndio maana system hata za kifamilia unapoombea, Roho Mtakatifu anaweza kukusukuma kuombea namna fulani. Anaweza kaachilia kwa sababu mwingiliano una nguvu. Niwaambie wanangu, una nguvu. Una nguvu. Ndio maana jana nikakwambia nikasema kwamba usianzishe mwingiliano wowote, kwa sababu nikatafsiria neno mwingiliano. Mnakumbuka nilikwambia nini mwingiliano? Ni ushirikiano au uhusiano unaofanya vitu au watu waathiriane. Ndio maana wale waliokaa kwenye mahusiano wanaelewa ninachosema. Hajapokea simu, umevurugika siku nzima. Yanakuhusu nini? Mwingiliano. Kuna vitu umetoa sadaka, ukafanya jambo fulani, si mnaenda kwenye mizimu, nafikiri sifa kichinja mbuzi, mnakula nyama kwa sherehe, tutaona ile miungu haiende kupiga mwingine, hata mjichanganye wote inakuwa target eneo husika. Kwa nini imetarget eneo husika? Mwingiliano. Hapa mnaweza mkakaa hapa, baba wako amekorofisha huko nyumbani kwa wachawi labda wenzie huko, wakasema tunamfiatua mtoto wake. Ladi itakuwa specific, hata wenzio walale juu yako itakuwa specific kwako, inamwacha mwingine. Kwa nini? Mwingiliano, uhusiano. Unaweza kaiba kitu, wale waliotoka kwenye familia zile, mtu unaiba kitu, jamaa na wapukutisha ukoo mzima. Kama mama alitoka nje ya ndoa, atakayepona ni yule asiyetokana na baba huyo. Kundo atakayedunda. Kuna eneo fulani nimeishi, eneo fulani kuna mama fulani alikuwa na watoto wengi, kati ya 8 hivi. Hasa inaonekana mume wake alipojinyonga akauza kamba ile kwa waganga. Sasa ukiuza kamba ya mtu aliyejinyonga kwa waganga, kuna namna wanafanya. Kwa nini kilichotokea? Watoto wakaanza kuwa vichaa. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Jamaa mmoja tu akapona. Sasa swali, watu wanasema yule mama alitoka nje ya ndoa. Can you imagine? Mwingiliano una nguvu mwanangu, una nguvu. Wewe unaongea na wanandoa.
eti mume wake amechita, mwache aendelee tu, huwa anachekea pembeni. Unamwacha watu mmeingiliana kiagano. It's not simple kama unavyosema. Ndio maana mtu anasema bwana mwachage, fanya anachotaka, mwachage. Akikuta tena anafanya jambo unashanga moyo tena unauma. You think it is simple like abeche. It's not simple like that. Mwingiliano na nguvu, that's what tunakufundisha. Jana tuliomba toba habari wa mwingiliano, mambo ya tendo la ndoa, mwingiliano hata kwenye ndoto usiendekeze. Sio kawa huko baadaye kule kuingiliana kitendo la ndoa kwenye ndoto. You are married. Unapaka wanja, unapaka angel face, lipstick, wajumbe wanakupitiliza tu. Yaani unasoma ulimwengu wa roho. You are married. Don't feel pressure kwamba leo nikajisikia tena nilijisikia raha. Okay, terminate physical life. Si kama mtu anaelewa kitu naongea hapa. Kuna jambo linaeleweka vizuri. Kuna jambo linaeleweka vizuri. Epuka mwingiliano sio lazima, epuka. Mwingiliano hata uwe na rangi nzuri, ili mradi ni mbaya, weka mbali. Hata wakusifie sifa zote. Umeona mtu anamtongoza mtu kwa maneno magumu. Nani hajawahi tongozwa? Simnyoshe ili nione kiwango chako cha ubaya kilo ngapi. Kwa sababu kuna age ambayo automatiki utatongozwa tu. Sasa kusema mimi nafuata jamani, na wenzao wamefuata lakini wamekaza msimamo. You are cheap, you look cheap. Ndio maana sometimes tunataka Roho Mtakatifu ambaye anakufundisha akiwa applied tu usoni namna hii. Kuna mtu akikukata hivi, wewe sister auntie mdogo, ukigeuka tu samani nimepotea njia. Yeye mwenyewe anajisalimisha. Holy Spirit is very powerful. Ndio maana wakianziaga ndani anatoka nje. Unaweza kama mtu wewe dada umeokoka, eti hujavaa t-shirt limesema nimeokoka. Sasa ndio utavaa t-shirt limeokoka. Yesu mwamba, jiwe kula pembeni, mbwembwe kibao, lakini watu wanapiga mluzi na wana mashaka na wewe. Tumsifu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunayo kufundisha mwanangu ndio inatuwekaga mjini hiyo. Unaweza kuwa mdogo lakini umejazwa roho wa Mungu, ukitembea na mimi unasema watu wazima shikamo, mpaka unarudia mara mbili. Usiofu kapotea njia. Anamsalimia aliyeko ndani yako, ni wewe tu ujionage. Mwenye kaniletea majaribu umri ule ananiambia shikamo. Usiofu wait kama labda komana safari kuendelea mbele. Fikiria tena huyu mtu unajua ni mchawi kabisa, ameniamkia. Shikamoo manake niko chini yako. Si mnaelewa tafsiri wa Swahili, mnaelewa vizuri. Under your control. Tena mimi kama ni mchawi kabisa ameniambia shikamoo, nasema marahaba kwa sauti, natamani mniwekee na vyombo dunia nzima isikie. Hajapotea njia, ndio maana amwamkii kila mtu. Kwa nini mimi siheshimiki? Na sali na abudu pale na imba siheshimiki. Unapungukiwa tu kitu kinaitwa roho wa Mungu. Yaani roho wa Mungu ana command watu. Wewe ni shahidi mkiwa darasani. Kuna dawati la mwenzio unaenda kwa adabu ni kama huko madhabahuni. Kuna la mwingine unajitupia tu unavyotaka. Vipi? Kwani unasoma nini? Unapekua unabadilisha na kwa mwingine samani dada fulani nianzeni penseli. Yule ambaye alikuwa anapekua pale hapo utofauti. Holy Spirit, haleluya. Watu watapanga foleni, wanapanga foleni, kila mtu asema yule dada. Yaani kuna wengine watakuwa nakutana nao anajichuja mwenyewe anapitiliza zake. Kwa utakataa watu wengi kwa sababu hatajichujaga tu wenyewe. Kwa kikona tu siendani. Yaani hebu fikiria kila mtu anajaribu. Yanawe sasa you are so cheap. Yaani kila mtu anajaribu na mimi nikajaribu bahati. Wewe vipi una shida gani? Kuna mtu akikuona tu ishashindikana. Na walio hawakwepa miaka iliyopita kuna madam anaitwa Mariam shemeji yangu Mariam, wangapi wanafahamu Mariam? Unafahamu? Kumbe amewahi kuja. Si mnakumbuka ule ushuhuda wa Alidi? Uwezo akasema hatuwezi, yule dada yuko kiroho na tuwezi kumtongoza. Karidi akasema naenda kujaribu bahati. Kakasema naenda kujaribu bahati.
Akafika sasa, unajua mimi nakupenda. Yule dada sasa, kwanza unajua kutongoza, ngoja nikufundishe. Kama alikimbia kenyewe. Usikimbie watu utavunja miguu bure. Kuna namna ukimkata tu jicho, mtu anasema nakupenda. Toka pepo, unataka kutukana bure wewe. Unakuwa mjinga. Nakupenda sana, ndio kaka, unanipenda, nashukuru. Unasemaje zaidi hapo? Hivi jina unaitwa nani? Unajua sasa kupoteza network. Roho wa Bwana kijana ndani yako, vita nyingi atapigana yeye, sio wewe. Nikwambie mtu wa Mungu, kuna mahali utakaa, watu wanafikisu kupanga wa kuhubiri, ila Roho wa Bwana akikaa ndani yako atasema tusimpange waumini. Wewe tunamtaka kwa hata kama ukipata ni kiongozi lina hila. Roho wa Bwana kijana ndani yako, vita si vyako tena, ni vya Bwana. That's why kuna watu wajanja kupiga story zako wakiwa nje na wewe. Amen. Anajidai. Sasa tokelezea namna hiyo, unashangaa kamia mkia kimya. Na usianze mtu mkubwa agombane na vitu vidogo vidogo. Usianze kusema kwani nimesikia ulisemaje? Kuna watu wana matatizo hapo. Mtu amekupiga majungu huko na wewe unaenda kufuatilia. Ni toleo hilo na wewe wa majungu. Kwa sababu aliyepiga majungu pembeni sana kuogopa. Ndio unaenda kufuatilia, wanakutukana, unarudi shetani. Wewe mwenyewe ndio umemfuata shetani kijiweni kwako. Kwa mtu akapiga majungu pembeni, wewe unaendelea kula bata. Alirahimi wanafurahi. Katika mtu ambaye mimi nilipiga marufuku hata shuleni, hata mtaani, hata kanisani, sijawahi ruhusu mtu aniletee aliyetukana pembeni. Kwanza tu ukisema tu fulani alikuwa anakutukana, shida yako nini? Yaani wewe ndio uliyetukana. Kwa washajua hili toleo hili sio la kusumbuka nalo hili. Roho wa Bwana, aliyejaa Roho wa Bwana. Hata mume wako mtarajiwa kuna namna akikuona tu huyu ndio yeye. Na nikamziki kwa apply, muulize madam kama kwa mtu wa rohoni, yani mtu aliye rohoni, yani mdada aliye rohoni hayuko cheap kama mnavyodhani. Uliza tuition tulizopata sisi za kwenda kwa apply. Unapanga mistari na futika, unaenda tena, baba nisaidie. Unaomba na Mungu anasema ni huyo. Na anzeje sasa? Kwa sababu dada akikuwa ametwa na mdefine Yesu. Kwa Biblia inasema umeumba kwa sura ya Mungu, inamaanisha nini? Yaani mtu akikuona anamuona Mungu. Hawezi kusema ujinga mbele za Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi 82 mstari ukianzia wa 5 na wa 6, anasema ndinyi miungu ya dunia. Hii kitu tamu japata kuona. Yaani ukionekana tu hivi mtu anamuona Yesu. Ndio maana kuna namna hivi ukionekana mtu anahuyo kueleza shida zake zote. Because you are the solution. You represent God. Biblia inasema sisi ni mawakili wa siri za Mungu, au inasema ni mabalozi. Balozi Kiingereza mnamuita ambassador. The representative of the country to another country. We represent the heaven in the world. Amen. That's why when people see us, they see how heaven it is good. Ndio tunasema, hivi unawezaje mwenzangu, unawezaje? Tunatofautiana madriver ndani yetu. Roho Mungu akiingia kudrive maisha yako, nataka nikwambie unasomeka hivyo. Hutajikomba kwamba kwa nini waniambii Bwana Yesu asifiwe. Alafu eti mimi niangaikie mtu kusema Bwana Yesu asifiwe, hiyo leo nishavuka. Kaniona mimi sio wa kiroho, hajaniambia Bwana Yesu asifiwe, unadunduliza. Huna sifa za kuambiwa, ndio maana hujaambiwa. Mwenye sifa ataambiwa, hajikombi haumii. Jana jisifiwa Yesu naumia wewe. Shida iko wapi? Si ndio kuingilia nyumba ya mtu mwingine. Haleluya tena. Mwingiliano. Mwanangu nakuambia kabisa. Ukikosa mwingiliano na Roho wa Mungu, you lose many things. Vitu vingi sana. Kwa nini niwaambie watu wa Mungu? Ndio maana nyewe wa rohoni mkiwa wazembe, na dunia inaenda kwa kalenda ya kimungu. Mungu akitaka sasa hivi watu wagundue cheti ya namna fulani, akienda kanisani na kuta vyote havitaki kuwaza mambo ya kisayansi, ndio anaenda kwa wapagani. Anaanzia kwanza wanaosoma mambo ya Mendelian principle. Mendo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni Mungu, alikuwa ni mchungaji, alikuwa ni padri. Wewe tu umebaki kusubiri unyakuo. Unasubiri unyakuo na utanui, you don't extend your mind.
Mimi Mungu anipe nyumba, chumba kimekibaba, nitashukuru sana. Una mapungufu wewe. Extend the kingdom. Unajua ufalme wako uje ili mapenzi yako yatimizwe. Kinachotimiza mapenzi ya Mungu ni kingdom. Ni authority, exercising the power of God within you. Ndio kusema amen. Koleza tena kusema amen, 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 amen. Kufundisha kitu cha Roho Mtakatifu ungeelewa. Ungefungua ndani yako haswa. Ungeongeza audibility. Ungeongeza usikivu kuliko kukana tu matatizo tulitoko mbele yako. Unakaa hapo na sasa lakini niliwahi tukana. Tunakufundisha juu ya Roho Mtakatifu, unadili na yale aliyokusamea Mungu. Ni sawa mtu anaenda kwenye shimo la takataka kuokota mikate wakati sebuleni kuna mikate kabisa iliyo safi isiyo na fungus. Mungu akikusamea subiri wapiga parapanda, sio wapiga nini tarumbeta. Anasamea bila mjadala na aliyekukwaza. Anasamea hata kama watu hawataki usamehewe. Hivi na kitu tumesimama hapo, nafikiri kuna watu wangependa tusimame hapo. Wameumia mpaka wamekata tamaa na ngome inaendelea mbele. Hii kitu tamu. Napenda mimi nilishavuka level ya kusikiliza watu wanasemaje, nishavukaga hapo. Eti umenitukana, yani wewe utachelewa bure. Hivi kwa mfano umri ni wa kuchukia matusi. Sinakuwa kama uzombi kidogo eti. Yani wamekutukana eti umechukia. Una mapungufu sana. Masikio kama ya punda, umenuna. Kwa nini wewe masikio yanafanana na punda? Yanakuhusu nini kama sio kudunduliza maumivu tu hapa? Muone mjinga malaya wewe, mtu kakwambia malaya. Umezila na chakula unachukia vya malaya. Yanakuhusu nini? Ni kama mwenevua kwa unadunduliza maumivu kabisa wewe. You are not serious. Mtu anasema kichaa alafu nakaa na wewe kujaziliza maumivu. Kwa mimi ameniona sina nguo. Kwa mimi ameniona sifai. Mimi kanichukulia, yani wewe ndio unaijaziliza maumivu wewe. Unaona wenyewe wengine hapa mnajitongozaga tu wenyewe hapa. Mkaka anasema baby kaondoka, wewe ndio unaanza kujadili sasa ile baby. Kwa hiyo kama ni mzuri. Yaani unamalizia mwenyewe kujitongoza. Na ni kweli hata nikisema nyosha mnajifanya wa kiroho hamtanyosha, lakini ndio kweli. Mtu akikunyanyulia kope namna hii, yani unasema kama wewe kamelia mwa au ndio Mungu amenifunulia, unaanza kujaziliza ya Mungu wewe. Unadili na yasio kuhusu, that's why you delay. Mtu aliye na maono mazito, maono ya ruhusu maumivu kumuumiza, kumkwamisha mtu, hamjanielewa. Kwenye coordination tunajifunza kwamba taarifa yenye nguvu ndio inayotawala. Yaani sasa hivi hapo najifanya ujui mbio. Nikwambia kitokea simu utakimbia na utapanda mti wenye miiba mpaka juu. Ulijifanya na ujue kupanda kwenye mti. Unapanda mpaka juu. Simba akiondoka wakija shuka nasema kuna miiba. Wewe ulipandeje? Kwa nini? Kwa sababu maumivu ya miiba yalidhibitiwa na tatizo kubwa. That's why ukiwa na target kitu kikubwa, vinginevyo ni kelele ya mbu nje ya neti. Haleluya, haleluya, haleluya. Unaona kamera kwenye neti, Mungu anapiga kelele hizo unajizaba, tukakupima akili wewe. Haleluya. Unda mwingiliano, unda maana it is your responsibility, kwa sababu waliounda wanafaidi Roho Mtakatifu. Wewe hujataka kuunda, ndio maana unateseka nje ya Roho wa Bwana. Roho wa Mungu ni bonge la raha Bwana. Yaani kuna mishale na rusha na daka mwenyewe, huangaiki na kukwepa. Ndio maana mtu mmoja wewe samani, eti umesikia nilikuwa nakutukana. Yaani mtu mwenyewe anajileta mwenyewe anasema Aisha nishasovu. Unaambia kabisa huo umri nishavuka. Nitangazie tu amani, sina amani. Unasema unahangaika nini? Yaani feel comfortable. Hallelujah, hallelujah. Relax. Unaanza tena. Nilijua utakuja, tunajua ni toleo lile na yeye ndo hapo kama yule. Roho wa Mungu sema amen, amen, amen. Koleza na kukazia tena kusema amen, amen. Sasa nataka tuguse maeneo fulani kwa neema ya Mungu, tuguse maeneo fulani. Tuliangalia kuunda mwingiliano kati yako na Roho Mtakatifu.
Jana hatukuongelea juu ya Roho Mtakatifu. Mungu anipe neema leo tuangalie habari za Roho Mtakatifu. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit. Si mnajua penye the maana yake biggest. Si mnajua is the biggest. Uweze kusema is a smallest. Wale wanaounganisha grama zao na Kiingereza chao wananielewa vizuri. The Holy Spirit. Maana yake kuna spirit nyingi lakini yeye ni the biggest. Hallelujah. The most. Huyo ndio Holy Spirit. Lakini Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu inayofanya kazi ndani ya watu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu inayofanya kazi ndani ya watu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu inayofanya kazi ndani ya watu ili kufanikisha nia ya Mungu. Ili kufanikisha nia ya Mungu. Ili kufanikisha nia ya Mungu kwa mtu husika. Nafsi hai ya Mungu inayofanya kazi ndani ya watu ili kufanikisha nia ya Mungu ndani ya mtu husika. Hii kitu tunapata kuona. Kwa hiyo nia au kusudi la Mungu alifanikishwa na juhudi zako tu. Roho wa Mungu okay. Njoo mdada hapa. Yana anachofanyaga Roho wa Mungu. Simama hivi. Chukulia nia yangu mimi ni kumpiga huyu dada. Simeelewa eh? Asa Roho Mtakatifu anafanya hivi. Unaona? Kwa kutumia mkono wa huyu kupiga. Kwa ukimchukia huyu unamuonea. Kwa sababu aliyepiga kikweli sio huyu, kwa sababu it's not source of power energy. Sio ndio power kwa watu wazipo kuna energy. Simeelewa eh? Kwa unashangaa kwa nia yangu ni huyu apigwe, lakini kwa kutumia huyu kuna dada anakaza kama mkono ile apigwe. Haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu inayofanya kazi ndani ya mtu ili kufanikisha nia ya Mungu. That's why kama nia ya Mungu ni kuwafikia mabinti wa Mpanda Girls, huyu Roho wa Mungu anaingia ndani yangu, alafu naanza kusema ile nia ya Kristo kwa ajili ya vijana wa Mpanda Girls. Na hii nia ya Kristo kwa ajili ya Mpanda Girls haitapatikana kwenye chuo chochote cha Biblia duniani. Itapatikana kwa Roho Mtakatifu, ambaye huyo ni Roho wa Mungu anaingia ndani ya mtu kufanya jambo. That's why kama wewe ni mwimbaji, alafu nia ya Mungu akutana na watu kwenye ibada ya leo, ile nia yake kupitia Roho wake anaingiza ndani yako, unashangaa unaimba machozi yametoka hapa, kanisa zima limedondoka chini. Kwa nini? Kwa sababu nia yake alitaka akutane na hawa watu. Kwa kutumia Roho wa Mungu akavaa mwili wa mwanadamu ili kutimiza kusudi la Bwana. Haleluya. Mungu akitaka kutembelea ukoo wenu, anachofanya anaingia kwa mwana ukoo kupitia Roho wake, kwa sababu ana nia na ile familia. Akishaingia kwa mwana ukoo au binti huyo anaingia ndani yake, anajikuta binti ana tabia tofauti na ndugu zake, ingawaje yeye ajue na laumu ndugu zake, hajui kwamba na yeye angekuwa kama wao angepungukiwa huyu Roho wa Mungu. Kwa kilichomtofautisha na wale na yeye ni yule Roho wa Mungu aliyeingia. Ndio watu wanasema kwa nini amui kama fulani? Nataka nikwambie kuwa kama fulani is not about your effort. The Spirit of God is whom guide you to be the way you deserve. Alikosha karaba. Haleluya tena. Kuna mtu anaelewa jambo naongea hapa. Kwa lengo la Roho Mtakatifu ndani ya mtu ni kutimiza nia ya Mungu, kusudi la Mungu. Ndio maana kutaka
mzito, alafu roho Mungu anasema calm down, tulia mwanangu. Unataka haiwezekani, anasema tulia, nia yangu ni kuhakikisha utukane. Ndio anasema mimi nimesema nafunga mdomo naweka maji mdomoni, sijibu hata hiki. Haya, amefika wanatukana taratibu, yuko kimya. Wamefiatua kursi moja, anaanza kujibu, hata kupanga kujibu. Different is the spirit. Spirit have power over physical body. Roho ina nguvu kuliko mwili. Sina ndio tunasema, kwa roho Mungu akishaingia ndani yako, haufanyi ya kwako, unafanya la Mungu. Hamjalielewa watoto wa Mungu. Kuna siku unaamka roho wa Mungu akijua anataka ukanifanyie kitu fulani, ila lazima ufunge. Unaamka siku hiyo ujisikii kula. Yaani unajisikia tu kama ukimya tu. Sasa wewe kwa sababu una kielele cha kula, unakula kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka 31 Desemba na unenepi uko busy tu. Yaani jamani, hivi sasa hivi saa ngapi? Wewe unafuata saa badala ya njaa. Kuna hivi sasa hivi saa ngapi? Hebu nileteni hata supu. Wekeni na limao ili tu lazima ule. Kwa kuna muda roho wa Mungu anajua mbele watakutana kitu kigumu. Unajisikia mzigo wa kuomba, ili unaanza leo kudunduliza tu usiombe. Kwa nini nakulazimisha kuomba? Kuna nia ya Mungu kwa ajili yako. Kuna muda anakulazimisha usiwe karibu na mtu fulani. Ile wewe kilele, atanionaje? Nitaonekana najikweza. Na watu wanasema vibaya ukiwa unaonekana unajikweza. Nenda kajipendekeze, wakuache unalia. Uko wapi Mungu wangu? Uko machozi yako hapa. Kajibebe, si ulijipeleka. Roho wa Mungu, nia ya Kristo. Na ndio maana unapookoka tu, zawadi ya kipekee ni roho wa Mungu. Unajua kunawezekana wote mliokoka mna roho wa Mungu. Shida ni utendaji. Una roho wa Mungu ile umemfungia huko ndani. Na wanasema jamani, mimi sina roho wa Mungu. Maana kuna roho wa shetani. Anaweza kawe ndani yako lakini hujamruhusu afanye, hata kaa kimya. Si unajua inaweza kawe generator ndani, usipoiwasha haizalishi nguvu. Mimi sina roho wa Mungu, sema sina udhihirisho wa roho wa Mungu. Sasa unapoanza tunapookoka tu, kinachoingia ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Unaanza kusamehewa, Roho Mtakatifu anaingia ndani. Anasubiri maelekezo, nia yako. Unaanza, Mungu nisaidie tu mimi. Hapa niwe na gauni moja, Biblia inasema tusinie makuu. Roho Mtakatifu anahakikisha unakuwa comfortable kwenye gauni moja. Si anakusaidia usiumie. Baba, nimesema Biblia inasema si rahisi tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, maskini ndio rahisi sana. Kwa hiyo unavaa hebu nyekundu kuyanja na upako unao. Kwa sababu yeye Roho Mtakatifu anataka uwe comfortable. Kwa unahitaji usibuliwe na neno la Mungu, uanze kumtumia Roho Mtakatifu. Unatia huruma mbele za wachawi kwa sababu hujui. Ungejua ni vile tu wanatisha, lakini wanajua hii mtu hii ikifiatuka hapa tumeisha. Na ndio maana hakuna mchawi amekuja amevaa suti. Lazima avae vitisho ili kuathiri imani yako. Ukiona mtu anasema tutaona kama utaamka, nataka nikwambie wanaouaga hawatangazi. Ndio huyo amekwama, kwa nataka usikie ili ukavuruge imani yako, kwa sababu chanzo cha imani ni kusikia. Na ukitaka kulinda imani yako, linda unachosikia. Ndio maana umekuwa wahovyo kwa sababu ya yale maneno yaliyokuzunguka nayo yasikia. Unaogopa majini kwa sababu kila saa unasikiliza vya majini, kwa vimeunda imani tofauti. Haleluya tena. Hivi kwa nini ujibu unasema haleluya? Roho wa Mungu ni wa muhimu mno. Niwaambie wapendwa, utajifanya juhudi wa kiroho, watu watajua tu. Ukiingiza ukiroho, mwili unakomaga huko. Ndio unaigiza kama kasura kake, pale unakata, unasema tena umemkata jicho mtu, unarudi tena. Yaani unatia huruma. Unajua kuna mtu unakuta umeona mama yako kama ni mkorofi wakija wageni, naigiza uungwana, lakini unakuta unamshinda muda fulani. Jamani, sanga kukata anarudi tena. Anateseka, nakwambia. Pole, huwezi kutapika ugali kama umekula ndizi, kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Haleluya tena. Na ukijazwa Roho wa Mungu, nikwambie mwanangu, kuna raha kuomba kwake. Ndio ile mtu anakuta anaomba kwa sababu sio yeye, ni Roho, ni Mungu anatimiza nia yake.
huyu mtu. Wewe usimwambie shangazi yako amekutukana, unakuta roho Mungu anasema ombea. Roho Mungu anasema nisingekuwemo mwako na wewe ungekuwa hivi. Ndio maana ni hatari sana mtoto wa Mungu ukimkuta changudo na msema vibaya. Pole mwanangu. Ni kwa sababu hujui. Ndio maana kuna mtu anazini na akimaliza kuzini anaanza kulia. Utofauti wako na yeye ni roho iliyoko ndani yako. Kwa sababu roho ina nguvu kuliko mwili na lazimisha. Ujaona mtu anasema mimi nimesema situkani yani. Yaani situkani mimi. Alafu dakika chache lile roho linasema tukani. Akitukana ndo anajua hii anishatukana tayari nishaharibu hapa. Na ndio maana wengi wanatumia muda mwingi kujihukumu. Badilisha window, mwambie jirani yako, badilisha window na software, badilisha. Bravo shekatape. Nataka nikwambie mwanangu, badilisha roho iliyoko ndani yako, alafu ili ufanye ya roho mpya. Ikibaki roho ya shetani utaigiza phenotypically, lakini genotypically. With which genotypically cause phenotype. Kubadilisha roho ndani. Unajua ukiwa na roho ya maombi utajikuta unaomba. Ile mjawahi kukutana na watu wanaomba. Unaomba umejazwa roho, umechoka lakini unakuta yaani unajitamani unyamaze, ungekuwa hali yako. Kwa nini sio wewe? Usijikaze. Mimi nimesema sizini. Mtakuwa na kaza sura. Unashangaa tu umelengua mwenyewe. Unafikiri kukaza sura? This is about the internal force. Kwani kuokoka lazima utepete sura? Umeokoka lakini ukimwangalia mtu mwenyewe anapata majibu kwamba nishaingilia pa kutokea. Haleluya. Nafsi hai ya Mungu, Roho Mtakatifu, nafsi hai ya Mungu inayofanya kazi ndani ya mtu ili kuitimiza nia ya Mungu. Na ndio maana ukihubiri kwa sababu umesoma Biblia hauwezi kuleta impact kwa watu. Watu watajua amejitetea pale madhabahuni kahubiri, amejitahidi kupanga maneno. Nataka nikwambie roho akiingia unaachia neno na linafanya impact kwenye maisha. Ndio tofauti wa mwenye roho na asiye na roho. Mwenye roho anapiga soga madhabahuni. Mwenye asiye na roho anapiga soga madhabahuni. Aliyejaa roho analeta impact. Na impact tunayoiachilia hapa ni ya Tanzania nzima. Hii ni madhabahu ya kitaifa, sio shule ya kata hii. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo roho wa Mungu kwa nini unamhitaji mwanangu? Kwa sababu ndiye anayetimizaga nia ya Mungu ndani yako. Ndiye anayelazimisha tabia fulani. Umevaa namna fulani hivi, unakuta rohoni kuna goma, unalazimisha tu ili wenzio wafurahi. Wewe unajua kichwa chako sio cha kusuka nywele, umekomalia kusuka. Mwisho ukiwa unaenda hivi unakuwa kama unarudi reverse. Unajifanyia tu mavituko mtaani. Kuna mwingine anajua tumiguu twako sio kwa viatu vya mchuchumio na wewe huko. Kwa unaongeza life span za watu mtaani. Ukipita unaisha kucheka. Na wapenda, yani anachofanya ukisema neno kidogo anacheka zaidi ya ulichosema. Ndio dalili ya kujua kwamba huko out of appearance. Wewe umesema kaneno kadogo yana anajaziliza na vile muonekano wako kwa anacheka pakubwa kuliko ulichokisema. Umepiga ka wigi kako. Nakwambia sio kichwa cha wigi mwanangu. Sio kila kichwa kina wigi. Wewe kang'ang'anie. Unapiga wigi watoto wanakimbia mtaa wote. Na unasababisha ndoto mbaya kwa watoto mtaa. Ya nini kutisha watoto wa watu? Na ni dhambi kutisha watoto. Roho Mungu atakwambia your appearance. Unajua kuna watu mtaani wanaheshimika sio kwa sababu amevaa vimini. Manguo yake yale tu marefu utasikia mama fulani. I say, hasa wewe masifa yanakugharimu kwa sababu kaeji kako ni kaeji active kakupenda sifa. Unaweza kama mweupe mtu akasema white, akasema black na ukapenda. Ukawa mweusi mtu akasema mzungu na ukapenda. Yaani unapenda hadi masifa yasiyo kuhusu, ndio kinachokugharimu sana. Lakini Roho Mtakatifu akiingia ndani yako atakwambia nyamaza. Na unashangaa umenyamaza, majibu yanakuja. Ndio ile inaitwa hekima. Unakuta hapo kwenye eneo wanasema tushauri, hujapata cha kusema. Unatulia kimya. Unashangaa tu ameongea, alafu baada ya samani nilikuwa na wazo hili. Ukitoa tu ile wazo, ulikuwa wapi muda wote?
Sisemi kwa sababu nataka kusema, nasema kwa sababu ya mwongozo wa nia ya Mungu kusolve kwenye hilo jambo. Hii kitu tamu. Utofauti wako na mwingine ni kusudi la Mungu. Ukiishi nje ya kusudi la Mungu utakuwa bango la mtu mwingine. Ndio maana angalia hapa watu nakuta naimba kama Bahati Bukuku. Sauti yake nyembamba sana. Anakoroma tu. Wewe ukiishi nje ya kusudi ni bango la mtu. Ujiona mtu ametoa albamu yake alafu anasema anaimba kama Rose Muhando. Kwa hiyo hawamuoni, wanamuona Rose Muhando kwenye nyimbo zake. Kwa hiyo amekuwa tangazo la Rose Muhando. Na mbinguni hulipwi kwa sababu umeimba kama Rose Muhando wakati unatakiwa uimbe kama wewe. Very danger. Najua kuna muda mnapojifunza huduma unaigiza kwa mtu na kuruhusu kuangalizia ili usifanye kama yeye. Haujanisikia. Yaani angalizia anavyoimba ila wewe ufanye tofauti, ufanye kivyako. Sisi tunaelewa nachoongea. Jifunze kwa fulani, angalizia ili usifanye kama yeye, fanya kama wewe sasa. Ndio maana mtakitaka kuboresha bidhaa, anaangalizia isipike mikaeja, anasema mimi naenda kubuni ya kwangu itaitwa Candy, nitaiongezea hiki. Ni speaker inaitwa Candy, ni tofauti na speaker nyingine feedback. Kwa nini? Ni speaker ile ina kitu ambacho ni tofauti na nyingine. Umeanza kuigiza hadi muondoko, umefilisika mno mwanangu. Yaani umefilisika hadi kuongea unaiga. Na bahati mbaya umetoka kijijini ndo hapa Mpanda mkutana wenzio, kuna ukirudi kijijini eti umesahau kilugha. Yaani miezi 6 hii ya kuja shuleni eti umesahau na kilugha, eti unauliza majina wadogo zako. Wewe ni mkeni wa kufa mtu. Yaani unatiisha hadi aibu. Kwa sababu bora wako huko kwenye response. Mwingiliano wako na Roho Mtakatifu. Unasema hawa wako hivi ila mimi. Kila mtu ana boyfriend ila mimi. Kwa nini content mzee? Content. Mass is the content. It's the amount of matter in a simple sense. Content. Growth is the increase in size and mass. So when you increase, if you increase only in size, you are still not growing. Ndio nasema hili likubwa jinga. Yaani kwa sababu content unaweza kawa kadogo alafu watu wanacheki content wanasema pana mtu hapa. Yaani ukiona waliku vikao vya kifamilia. Ndugu yangu, una mwili ila huja glow. Mtu aseme mwanangu hayupo. Akiwepo. Hivi fikiria uko form 6, form 5 unabishana wadogo zako kuosha vyombo. Acha tulie vichafu. Na mimi nimechoka. Nafikiri ukuaji ni kuongezeka umbo. Content. Yaani uko shuleni mama sina. Afadhali natamani mwanangu aje. Wewe mwenzangu akisema tunafunga shule. Kwa nini msiongeongeza kidogo? Asije huyo. Mwalimu tuko tayari kutuma hata ile ya mandazi ya rangi huko. The problem, you like the Holy Spirit, or you might have Holy Spirit, you don't use him in your operation of the life processes. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Kuna jambo linaeleweka mtoto wangu. Yaani kuna muda tunajiandaga somo, unaliona kavu na anasema kafundishe. Ukifika madhabahuni mwenye somo anaanza kulisukuma huko ndani. Unajua kwa nini kuna muda tunarudia eneo moja? Maana ukisema unayeshinda madhabahuni kweli. Nikisema neno usipoelewa linarudi. Ndio nasema ngoja nikubadilishie niseme kwa mtindo huu. Kwa lugha nyingine ukiwa uelewe unamchelewesha mhubiri kuendelea mbele na somo. Kwa sababu Mungu hawezi kuendelea tu kama mwalimu mwingine. Mimi najali kumaliza mada, mtajijua na baba zenu. Roho Mtakatifu hayuko hivyo. Roho Mtakatifu anakupeleka stage ukielewa, anapeleka stage ukielewa. Na ukitaka Roho akufundishe vingi, anza kuelewa kwa urahisi. Yaani kwa nini mnakuja tunabana kufundisha kaeneo kadogo? Kwa sababu ashapima bongo zao ziko saturated, haziwezi kudissolve more solid. Haleluya tena. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umeelewa kwamba Roho wa Mungu alikuja kwa ajili ya nia ya Mungu ndani yako. Umekwazika, alafu ndani mwako anasema, "No, relax." Haiwezekani ataniona zombie. Roho anasema, "Relax." Ataniona mjinga, yaani unabishana. Sababu wewe unafikiri Roho Mtakatifu utasikia
unasikia sauti kutoka huko nje na koroma. Yaani ndio ile unajikuta unaongea na wewe. Bado ila mimi mjinga. Unaanza ila mimi mjinga. Yaani shida ukijua roho wa Mungu mwanangu ni bata, bonge la bata yani. Anakwambia nyamaza tu. Sema anasema bora ulie ila tu nyamaza. Ndio unaenda kujifunika kwenye shuka. Baba amenitukana. Na unajua mako mbabe akisikia unakufumua tena. Kwa inabidi ulie kisilence kule ndani. Mbona macho mekundu? Nimejigonga. Nawapenda wazazi wa babe, wanatusaidia kutushepo vizuri. Mimi nawakubali sana. Kama umpendi na muombea maisha marefu, acha kuziboi mpaka ukae sawa. Kwa sababu mtumishi anaongelea vya kupiga. Kasome Mithali 22 mstari wa 15. Anasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Sio maombi. Weka ombeage watoto wako panapotakiwa fimbo, utengeneze mazongo. Ndio maana unamwombeaga babako asafiri kwa sababu anakupiga na hasafiri sasa. Mungu anasema hakikisha usafiri. Unasikia nasafiri Jumatano. Sasa unafikia Jumanne sasa nimeahirisha. Nipo sana hapa. Haleluya. Umeelewa sasa nia ya Mungu ndani ya mtu inatimizwa na Roho Mtakatifu. Anakulazimisha uwe na tabia fulani, ndio unakuta umevaa kanguo kaovu, unakuta huna amani. Nataka nikwambie usijitese kiasi cha kuwa mtumwa wa wengine. Unakumbuka masupa jana? Masupa nini? Masupa star au mastar. Mwa una star naangalizia kwa wenzie. Yaani kuta wenzie watu wako hivyo wanakaa tofauti tu. Kuna rafiki yangu mmoja mwalimu nampenda sana. Si kwamba yeye mmechomoka anachomoka tofauti, ku create tu attention. Ku create tu attention tu. Jamani, hapa wote tufanye hivyo, hicho kitu sina hata kama anacho. Yaani kuashiria siwezi kuendeshwa na akili ya mtu kila saa unless naona profitable kwangu. Ujaona huko umri huu mtu anatumwa kutongoza. Yaani mwanafunzi mwenzio katumwa, yaani anakutongozea kwa mtu mwingine. Ila wewe unafahamu. Yaani msichana mwenzio ana karakteristics kama zako, anakutongoza wewe ili uende kwa fulani. Jamani, najisikia vibaya kweli yani. Yaani ndo anatia huruma kwa niaba ya amekuwa mshenga. Na hao washenga akitumiwa 10,000 anakufikishia buku 9,000 na baki, maana hutaulizwa. Unauzwa hadi na mwanafunzi mwenzio, kapimwa akili wewe. Tukana naona tukana. Aise, na mwanangu amekushikia ubongo. Yaani mwanangu, omba basi hata wakupe tu 4 brain ikusaidie kwa ajili ya mambo yako, kwa ajili ya critical thinking, kwa ajili ya imagination, kwa ajili ya vitu mbalimbali, ikusaidie tu kwa matendo ya hiari. Azima atamwambia Mungu nibakizie ubongo basi wa akili za involuntary itaenda tu yenyewe. Kwani wewe umeamua kuamuru moyo udunde usidunde? Ndio maana moyo unadunda, unafanya ujinga, wewe unakamilisha tu kazi ya kudunda. Haleluya tena. Roho Mtakatifu kazi yake ndani ya mtu ni kutimiza nia ya Mungu kwako. Ni kutimiza nia ya Mungu. Unakuta kitu fulani sio kibaya kimefanyika, ila kwako naona kabisa kinanigomea. Usilazimishe kwa sababu wewe ni wa tofauti. Mbona wenzangu wote wameenda kuangalia mechi? Wameenda, lakini unakuta roho kuna sababu wewe usiende. Nataka nikwambie roho wa Mungu ule kule kuwa tofauti na wao ndio tofauti wako sasa. Yaani kule kuwa tofauti na mwingine, kufanya kitu tofauti ndio wito wako sasa. Tumeelewana? Tumeelewana vizuri? Ruhusu roho wa Mungu aingie ndani yako na kuhakikishia mwanangu hata leo akishajaa kwanza utajisikia mwepesi. Kwa nini? Kwa sababu yale you are overloaded, ulizidiwa wewe. Kwa kisha ingia anafungua vile vitu vyote vinaondoka. Unajisikia very relaxed. Hallelujah. Amen. Umenielewa sasa kuhusu Roho Mtakatifu? Amen. Umeelewa vizuri? Hebu angalia tena, angalia kitabu cha Warumi 8 mstari wa 14.
Warumi 8 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, amen. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Sikiliza sasa. Roho Mtakatifu, sema Roho Mtakatifu. Hii Warumi 8 mstari wa 14 anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Nini maana yake? Mungu ana roho na ndio Roho Mtakatifu. Kwa ukisema Roho Mtakatifu maana yake ni Roho wa Mungu. Na ndio maana nitakwambia kazi yake ni kutimiza nia ya Mungu ndani ya mtu. Kwa anaanza kukuongoza ufanye nini ndicho Mungu anachotaka. Kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani ya Mungu. Kwa nini nikakwambia kitu ili ujue, anaposema anayeongozwa na Roho wa Mungu maana yake Mungu ana roho, ambaye roho yake ndo anaitwa Roho Mtakatifu. Makofi na vigelegele sasa. Sasa umeelewa vizuri? Kwa Mungu ana nini? Ana roho, ambaye huyo Roho Mtakatifu ndio anaitwa Roho wa Mungu. Naeleweka jambo hapo? Kuna jambo linaeleweka vizuri? Lakini pia Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 16 anasema, hamjui ya kuwa ninyi ni hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ndio maana tukisema Mungu ana roho tunamshangaa, kwa sababu liturujia yetu Biblia inatuambia kwamba Mungu ana roho. Hamjui? Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Nachotaka sio kuwaza nini, nataka kujua kwamba Mungu ana nini? Ana roho.